tauni tigo ikara ta mundu wa gicagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako abadilishe. Nani ataniotolea hiyo nini? Hiyo mtungi. Just make it clear. Make it clear very nicely. Tulikuwa tunasoma about the witchcraft today in the morning. Na nilipokuwa nikifundisha, I was observing you. Unajua ni vizuri, a good teacher. For those, how many of you have ever been a teacher? Ulikuwa hapa, umewahi kuwa mwalimu? Inua mkono wako juu. Mtu amewahi kuwa mwalimu. Mwalimu wa kirasi, kufundisha watu kwa kirasi. Inua mkono juu. I want to see how many teachers here. Wow. Hata wewe ngine umewahi kuwa mwalimu? Wow. No igiatire uthomithie. Nyona kana uhure. Nyona kana ujuria, why didn't you do the homework? Na ujirera la chini. Bwana asifiwe sana. When you're a teacher, you keep observing the students. Unaangalia kama unaangalia macho, kama hiyo kitu umenena, kama ukiona anafanya hivi unaona macho imebadilika, unajua kumbe huyu ni mmoja wa wale ambao tunazungumzia hapa. Kwa maana hakuna siku Mungu anaweza kunipatia information na hiyo information nifundishane na ikose watu wahusika hapa. Ukisikia nikiguza witchcraft, wahusika wako wapi? Hapa. Ukisikia nikiguza mambo ya wizi, waizi wako wapi? Hapa. Tukizungumza mambo ya majagiri ziko wapi? Hapa. That is why God gives a topic, because ameona sasa imeanza kuanza kukua mingi sana. So to counter, he gives you that topic, so that topic ukiitumia unagoka hiyo msisi ya witchcraft. Sasa wakati nilikuwa nafundisha hapa, nilikuwa naangalia macho ya watu venye nasugumusa. Unaona amegeuza macho kama nyoka, mwingine amegeuza macho kama omena, mwingine amegeuza macho, yani unaangalia tu kama ni kuku imefinywa, ukamenya ule ni morogi. Okay. Kuna mwingine niliona aligeuka mpaka sura ikakaa kama ya nyagumi, nikajua kumbe huyu ndio mama yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, nipatie hiyo nakaa kama niko kwa drum, utoe uweke kitu mzuri. Umenielewa? Ukaa na watu wajui kusoma, wewe ni vibaya sana. Because when you are sitting with a perfectionist, inakuwa gumu. Maisha itakuwa gumu kwako sana, itakuwa gumu kwako. Maana ile kitu nataka ndio nataka itoke, na lazima itoke. Ndio kwa maana nimenunua mashini nzuri. Maana waliniambia ukitaka sauti itoke mzuri, nunua mashini hii. Nikanunua. Wakaniambia sasa kuna kitu kakaba fulani lazima tunue. Nikanunua. So why am I not getting what I deserve? Because I have paid for it. Si ndio? Kama nikupata dama moja kwa meshiria magoma. Hiyo ni mafikira baya. Mnaanza kufikiria na ni vibaya. Apostle kama huyu, msianze kufikiriaga mafikira mingi baya kumuhusu. Mjue ni mtumishi wa Mungu. Sema mtumishi. Wa nani? Mimi si mtumishi wako. Mimi ni mtumishi wa Mungu. I'm an ambassador said for the purposes ya kuangalia kichwa kama hiyo. Unajua sasa imekaa hivi. Si unaona ni kama ile bue fio. Kama gakolire ma. Gakolire. Guy, ona konesha goikerio ri icoka icoka ciara gotirwo ha makega atage ageikio no rimwe. Akoni uracenjire ciratuka cia burakire. Ndio nake ndio cigocenjia muonie secret. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Unajua nataka kuprepare nione kule nyuma wananiangalia wakiwa very serious. Kama yule mama. What? Nimekukosea? Nimekosea? Huyo ako na sweater huyo. Huyo ako na t-shirt ya black. Why are you looking at me ukiwa very serious? Si wewe kaa chini. Wewe umekuwa kiherehere sana leo. Wewe kaa chini. Nitumenyire ni ukwereirwo. Wewe tiga kwenda kuinterfere na message yako umuthi. Nituro ni ukwereirwo ni tugugucangira. Yeni ona ni ndi mwana wa ndigwa. Riu tiga we ho na we ni ndi mwana wa ndigwa. Sina baba, sina mama, shosho dire, gukadire. Na mutumia dire. Mutumia ni ndirageire. Yeah? Nikiwa comment.
Unajua kitu naombeaga huyu Roda. Wakati Roda alikuwa mkora, kwa sababu Roda alikuwa mkora jagiri tu ya kawaida. Etani si wewe tulikuwa tunakutananga huko Florida. So naona sasa siwezi kuwa nilienda kupasta Florida. Si kwa nini? Inaitwa nini? Si kwa prophet, nilikuwa nimeenda kuprofesaia. Si kwa apostle. Tulikuwa tunaenda ushagiri. Na yeye alikuwa anaenda ushagiri, huyo alikuwa na msuku. Huyo alikuwa na msuku pale. Na ni msuku msuri, alikuwa msuri, alikuwa na maneno. Huyo alikuwa anaendesha Range Rover yake. Yes. Tukuna akamudu ati onene kamuheja ukaire. Atwaliragia Range Rover. We ni kuona ciona gira cikihituka barabara. No kadi maya. Bwana Yesu asifiwe sana. So the Lord will fight your battles. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is a message that God has told me to come and send it to you, that God will fight your battles. Na ndio naona sasa nimejaribu kuwafanya mcheke, mmekataa. Kwanza kutoka hii laini kurudi nyuma. Kai, ningaraguka na niki. Ni shida mingi, imekuwa shida mingi sana. Mena ma stone face maradoro guo tamutumia we haria. Uradora uru. Ale murata wakwa tene mutumia kegwire atumia mutigai kiherehere. Riu ri ni ndare muici. Nona hale Enterprise Road. Hapo kwenye Toto, petrol station ya Toto Enterprise Road ukienda Mukuru. Hapo karatasi. Nilikuwa nauza maidi hapo ya kuchoma. Lakini sio maidi nilikuwa nauza. Nilikuwa na buduki nimeweka hapo chini kwa gunia. Because tulikuwa tunataka kuhithokera hapo House of Maji. So mimi nilikuwa nauza maidi. Sasa kisichana na kiherehere badala kikuja kinunue maidi kiende, kilianza kufanyaga hivi, kinaandikaga chini, kinakuja kinakula maidi pili, kinakaa tu hapo nini. Sasa siku moja kigoli kaanza kutokea, akachukulia, nikaenda kuchukua gunia hivi, nikahuburia ekei ndondege kogo kai akaja mpaka pesa ya maidi shilingi 10. Na unajua sasa kadio shilingi 10 ni shida. Sasa nikamwambia neke kioru. Sasa ile naombe ekakina kana nende to ni moede aliona. Aliwacha shilingi yake 10. Sasa wakati nimekuja nimemwona hapa mara mbili kanisani, amekuja hapa. Sasa amekuja kudai ile shilingi 10. Ati niliokoka. Acha nikwambie, Yesu alinilipia deni. Sina deni ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Guko na iguru hiremo. Ugane ni ndari maundu-ini macio, ni ndonire uhoro ucio. Akaekei ni kindu kia. Guko na ekei ni kitu mzuri sana. Aliondokea cold. Alienda akiwa cold. Baka hakuogea, hakuniangalia, na alikuwa anakuja akifikiria nitamuoa. Na nimeona secret ni kuweka alimelt anyonete otuko. Tell your neighbor, God will fight your battles. Unajua ukikuwa na kahistoria ni kitu muhimu. Kuna watu hapa, you are just flat. You don't have a history. Ile the history unaweza kutupatia ni ule washuhaga na mete ya mikorofia kwa nyugishagi. Nothing, no story, no good. Hakuna kitu ya maana unatuambia. Haujaenda jela, utuambie hujashikwa baka na chifu wa kwenu. Ule wanyitone chifu wa kwenu. Akoro we hubeta guashia nate. Chifu ekera guashia nate. No na gilia doi. Wewe mbona unaoga kugotishira maisha Nairobi? Akwire mimi nilianza pale na gari za dadora. Wakati dadora walikuwa nalipisha shilingi 5. Ndio niliingia Makanga. Dadora 5 mpaka mdomo inakauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mdomo inafanya nini? Inakauka. Hapo ndio nilijifundisha kuendesha gari. Kutoka hapo nikaenda kuuza viatu vya watoto. Ya mwana. Ya mwana saya jioni ya mwana. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka nyumbani na ya mwana, unakuwa umepaka utatengeneza shilingi ngapi? 2,000.
inaenda saa 8 hakuna hata kitu. Unaenda saa 9. Hiyo umepanda kutoka Mweki, umepanda Jiro, umekuja Jiro, sasa umepadia hapo, umeingia Kayole ukiimba ya mwana, umepita Masimba Kona, unaenda Soweto ya mwana, unaingia Don Home ya mwana, unapita hapo huko Bukuru ya mwana, unavuka hapo unaenda Hakiba hii hapa South C, South B ya mwana, unapita hapo ya mwana, unazungukia huko Kibera ya mwana, unateremkia hivyo unaenda mpaka Kagemi ya mwana na haujausa. Ulianza na 2,000, unaenda ikifika jioni inapunguka inafika 1,000, unaenda ida inapunguka inafikisha 100, unataka 500, unaenda venye kunaendelea kuwa usiku ndio unaendelea ukipunguza ile pesa unataka. Sasa inafika saa 2 usiku hakuna mtu amekuuliza ile kitu umebeba. Sasa inabidi uache Kagemi uende kwa duka ya mama, mpatie story mrefu na mzuri ndio mwachie mzigo akupatie fare ya kurudi nyumbani. Sasa kama amekuachia mzigo akupatie fare ya kurudi nyumbani, utarudi na nini huko kuchukua mzigo? Hiyo mzigo imepotea. Hiyo imepotea hivyo. Maana pesa ya kurudi huko na kulikuwa usiku na Kagemi slums, utakumbuka mpaka ni wapi? Hiyo inapotea hivyo. Kesho tena unaanza safari nyingine na twingine ulibakisha. Unakuta kastoko kanaenda kanaisha mpaka sasa unakaa nyumbani. Sasa ukikaa nyumbani jaa inaanza kukukamata. Current ndio hako, jaa ndio hiyo. Sasa mnaulizana maswali, turaikara ati ya nyumba nado mena besha na guko. Tunakaaje kwa nyumba na watu wako wamebeba pesa kwa mifuko? Si tuende engage, tufanya nini? Engage watupatie kakitu hata sisi tukule. Maana ukiona mtu ameweka pesa kwa mfuko ni kumaanisha ako nazo na hazivizi na kazi. Sasa unaenda na muengage into meaningful attachment. Sasa hiyo unabeba kakisu ama unaweka bao hapa. Tulikuwa tunaweka bao hapa. Sasa unaenda unashika kutoroka magoni. Unaenda unashika ni mzee wa mama tulikuwa tukiwafanya hivyo. Unashika hivi. Unafinya na bao. Unavinya na bao. Unamuuliza siku wapi? Anakuambia si hau. Ukiona inashindikana kutoka haraka, turoso na gusa ya watu unaenda na turosa, mnaenda mkichagulia na huko mbele. Yes. Wamama tulikuwa tunaogoja asubuhi. Lakini ya wamama tulikuwa tuna avoid. Pesa ya mama waisi wengi wana avoid. Unajua ni kwa nini? Ukinyaganya mama anarudi nyumba kwa kafestere yake. Ile maombi atakoga hapo ndani. Ikifika jioni utawekwa kwa tairi. Sasa tulikuwa tuna avoid. Kwanza mama wa soko hatukuwa tunataka kugusana naye, lakini kibidi unamnyaganya, lakini unamwambia unamtoa tete wekelea hapa. Ukiona ako na pesa gapi ni 1,000, unatoa shilingi 200 ya kwenda kukula, unamwambia mami nenga na gutuma nayo. Turadhime na unamwambia turadhime. Maana akienda kwa mguu apige magoti yake, utalala kwa tairi. Utashikwa na polisi, utapigwa na risasi ama utachomwa. Sasa tulikuwa tuna avoid hiyo kabisa. Ya mama ni mbaya. Na hata nyinyi makoni mani wale wanakonigi watu. Don't call somebody unaona umemkoni zake zote. Koni mtu wako nazo. Ukipata kama mama Maria hapa, huyu goka hata 1,100. Ni mtu tajiri. Hakuna atakuwa achana. Mao giriga na lemwe tu. Yana kadia hicho nenga na gusira magia. Lakini sasa nyang'anya mtu kama huyu shilingi 500 huyu mnamuonaga hapa akitaola diomi hapa, utataolelwa. Atakutaolela diomi. Atakutaolela utapata accident huko kwanza kuamini. Unaenda tu na kwa na kitu unafikiria ni paga imekukata na hakuna paga, ni jiwe tu ilikuwa imesimama imekugoja kwa sababu ya diomi. Bwana asifiwe sana. Wewe alamatunya naka, because I know we have as many con men here. Alamatunya, don't wacha kukoni mtu ana pesa. Tafuta mtu ako na pesa mzuri. Kama mtu wako kwa akaunti yake kuna milioni 2, ukimwoga 1,500, matitida nagera. Wanasema acha na mjika huyo tu. Hata haiwezi kumsaidia. Anaachana na wewe. Haiwezi kwenda polisi, maana ataanza kuhesabu nitaendea container yangu Mombasa lini na nishide police station na polisi tena waanza kunikula pesa. Lakini huza ya huyu. Afadhali alalake polisi. Mwambie your neighbor, God will
the Lord will fight for your battles. Hiyo inakuanga Exodus 14:14. But witchcraft excels in counterfeiting God. Bwana Yesu asifiwe sana. Witchcraft excels in counterfeiting God. Anything that counterfeits God, it is witchcraft. Mtu yote anakuja na unabii ni diviner, ni murogi. Mtu yote anakupatia unabii ya uogo, ni murogi. Mtu yote anakupulichia mapulichi ya uogo, ni murogi. Yani kitu yote that counterfeits God, all does against God, that is what we call witchcraft. Witchcraft sio gedito peke yake. Witchcraft hata ni hivyo umevaa. Naona hivyo umevaa. Kuna nguo umeweza kuvaa, umekuja umekaa hapa mbele, na umekaa hapa mbele purposely kuentice. Uko kwa soko ya pastor, ya apostle, ya bishop, ya prophet, uko kwa soko unataka apostle aone kuna kitu unataka aone, a new Range Rover, a new model ya Prado zile zimetoka, ndio kwa maana ulivaa hivyo ukakuja ukakaa hapa mbele. That is witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukakuta mtu wako ndani ya kanisa kama hii, lakini yeye kazi yake ni masegenyo, anasegenyaga huyu, anatoa ripoti ya huyu, anasema huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi, kazi yake ni hiyo. Basi huyo ni murogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuagi warogi ati ni wale wagedito, hao ni advanced witchcraft. But the most dangerous witchcraft is when you have a friend who is backbiting you. When you have a friend who is backstabbing you. When you have a friend who is hata bwana yako akutakii mazuri, unafanya kazi yako mzuri, unakuta ameikatia mfereji pale mbele. Ukienda unafikiria unashindwa ni kwa nini maji kuji, kumbe mzee alikata mfereji ya maji pale mbele. Sasa wewe umekaukiwa. That is witchcraft. So witchcraft is not only in those people that are witches, physical witches, even you. Witchcraft begins with your heart. Inaanza kutoka kwa roho. Kuna watu wanakuwa wakamati ya nini? Ya roho chafu. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa kama nyinyi sasa nikiangalia hapa masurazura zenu ni kamati ya roho gani chafu. Utaki imagine kanisa 10 when ado 50 kamati ya roho chafu. Bwana Yesu asifiwe. Na in fact gorogo na igekokera 50. I have many. Kamati ya roho chafu ni wabaya. Unataka sema amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiwakuta hapa chini si hapo sonio dhani ile iguru, alafu anaweka kasire kakaseti kale kakuzungusha na kalamu, sio kale kakuzungusha, ni ile sahani ile ilikuwa inawekelewa inaiba. Najua ulikuwa unapenda hiyo sahani sana, ilikuwa inaiba ile, ilikuwa inaweka ayo sami demodeshe kahio kamwe kambaru niondo wa mwedo wakwa shedi. Sasa hiyo ndio wanaendaka kuweka hapa chini. Kasahani kanawekwa kanaanza kuimba. Na unajua hiyo ilikuwa ina drop. Ikiiba haiweki ingine, inaiba ina drop. Hiyo ikimaliza ingine ina drop. Hiyo kwa mkono kanajiinua ina drop ingine. Hawakuishagi story. Story inakuwa 24/7. Na wanakuwa wakijua kila kitu. Mpaka kwako venye kulilalo. They know. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao sasa ndio tunaitaga wacha. Kama umewahi kukuta wamama pale chini, pale kwa waskari hapo, kuna kimama kiko hapo. Ukute wamama wa sinagogoma wa CFC wamekaa hapo chini, ujue hiyo ni grupu ya kamati ya wachawi imekaa hapo ikidiscuss venye kanisa ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are asked by anybody, tafutie wachawi 10 kuja hapa randomly 1 2 3 4 chukua, utakuta katika hawa watu 10 umechagua watu 8 ni wachawi. Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukina milioni tumewapia wafuga kitambaa ya kichwa mzuri wakati wa kufuga hiyo kitambaa ya deboda na nini. Nye digyo hage taba ya nie. Acha mtu arato chokia nako. Arato chokia nako. Na oka huko gothikiriria diamuhetiria dimo diamuhorire dimo ke kanditheno utureta guko kagotangatangetie dangi ciaku no ndakwira wikira ndirakwira ndurenda kuika tondu wi murogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tondu hiki kwaga gwathika ni urogi. Kutoti, the rebellious spirit, it is witchcraft. And that if you are, it is also at home. Na mzee hauogeagi na mzee, hauabiagi mzee hata habari. Ukiamuka asubuhi, ukiamuka hivi unamwangaliaga, unaona ni kama nyagumi, unaona ni kama nyani imekalia kwa kitanda yako. Wewe ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulisaki boyfriend yako, hi, how are you? Hey babe, na mwandikia ka story, hi babe. Na watoto kule mama taikuwa dekaletwa babe.
Maandika BEBU bebu. Kama wewe ni kweli. Ni kweli. Kumbuka ile message ulikuwa unaandika ukaniambia sorry si yako. Ulikuwa umeandika bebu. Bebu, are you not sending money for hair? Hapo sasa hair alikuwa ameandika HEA. Hair. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So if we can look at the book of Exodus chapter number 22 verse number 18. Chapter 22 verse number 18, the penalty of witchcraft is death. So ndio naona kanisa kama hii iko na wakufu wengi sana spiritually. People who are supposed to manifest the word of God, manifest the spirit of God, manifest growth. Unakuta huyo mtu alikwama. Unaona watu umeobea. Sasa unashindwa huyu uri ukogo kituro muhoyagira. Kagai atakeiguaga. Ndukireke abiathio no athi akanywa butha mekefe iri agecoke. Tumuhoyere kuhonoka ringi. Tondu kire urahoyeire ningi no ahoyera umuthi tena kesho ingine naobia the same thing you are praying for, because there is a problem. There is a spirit of rebellion. There is a spirit that is objecting you. And once you get into witchcraft of such kind, you die spiritually. Bwana Yesu asifiwe. It puts to death any woman who practices what? Magic or witchcraft. It puts you to death spiritually. Unaweza kuwa unakaaga unakuja kwa kanisa no ni kule urehe yadu. Unaweza kuwa mpaka unakofanyanga contribution mingi sana, but wewe unakujaga kusaidia kasi ya Red Cross. There is nothing you are gaining, because anything that you give to church, any sacrifice, any offering, any service you give to church, you don't give it for free. You give it because you are serving God. And when you are serving a God that responds, he is supposed to respond to you positively. You cannot be able to be asking for the same question. You cannot be telling, stop this witchcraft, Motemi. Stop this. Every morning, stop this witchcraft. Apana kuna kashida. Kako hapo. Kako na kashida. So you need to have advance. Maybe you are in the wrong place. Maybe hapo, you are not supposed to be there. It is not that neighbor that is a witch. Maybe it is you who is a witch, by refusing to do the will of God, by refusing to move where God wants you to go. Because if you refuse kuenda mahali Mungu ametaka uende, Mungu anakosa kitu, inakuwa stagnation, unakaa kunakuwa dry. Kukikuwa dry is because the spirit of rebellion iko mahali pale. So you become dry, and the moment you become dry, you start attacking others. You don't become a blessing to others, and you see everybody around you kama mchawi. You see everybody around you ni kama kitu kibaya. You see everybody around you ni mtu afai katika maisha yako, because wewe mwenyewe ndio you are in the wrong place, doing the wrong thing in the right time. Because you are supposed to be doing that business, but somewhere and a bigger business. But because you refuse, because hiyo nafasi already imepatiwa watu wengine hapo, maana Mungu alisikia maombi yako na akakuinua. Lakini wewe ukakuwa kama ile kuku imetoka wapi? Uko Western Kenya. Unajua kuku ya Western Kenya haibebagwi ikiangalia kule naenda, inabebagwa ikiangalia kule imetoka. So Mruya anawekaga wapi? Anawekaga hivi, kuku inaendelea nini? Inaangalia kule imetoka. Sasa ukimifikisha mnyumbani inafikiriaga tu kutoka. Ndio kutaka kuku ya Mruya inakaaga kwa gate. Bwana Yesu asifiwe sana, because it is planning to go. So ndio naona lazima waifuge ikae kama siku 3 hapo kwa compound, na ukiifugua hapo uliifuga utakuta hiyo kuku inazunguka namna gani? Inazunguka hivi, haifanyagi chochote, na inararuli wangu na majogoo za huko. Kama ni jogoo ikikuja ipate ulileta jogoo, unakuta hiyo jogoo nyingine inapigaga hizo za Waruya. Maana za Waruya zinakuwa confused. Why? Because they are carrying a rebellious spirit. They still want to go back kule zimetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekuzungumzia, ondoka mahali, ondokea hiyo kitu, ondokea. Maana you are stuffing yourself. Unaleta starvation katika biashara yako, katika maisha yako, in your spirit, because God want to expand you, lakini umekatalia hapo. Ondoka. You have a space of inatakwa namna gani? A step of faith. Move forward. Go like Abraham. Aliambia ondoka. Nenda mpaka kuna hiji na nataka kukubarikia. Ondoka. Kwa hiyo kabiashara umekuwa milililia. Ondoka, kawacha. Wachana nayo. Wachana kungangana kila siku kuna witchcraft. Kila siku kuna witchcraft. Kila siku hapana, you are wrong. Wewe ndio makosa. Ondoka hapo. Nenda to the next door.
Kuna mahali Mungu anataka uende. Nenda uanzishe biashara na itafaulu. Nenda atakupeleka in the desert, na ukifika tu hapo atatudhura githima kia maji na kila mkitu. Atatengeneza barabara where there is no barabara. Sio ukiwa mahali huko ukianza safari ndio barabara itaanza kujitengenezesha. Ukianza kuenda ndio safari. Kwa hivyo kuna watu wengi hapa wana biashara but you are still stuck. Umekwamililia kale ka biashara wakati Mungu alikwambia nitakubariki, na aliachilia baraka ziko zia hanging hapa. Sasa Mungu anakusubuaga, na kukusubua ni kukosesha kazi yako kufaulu. Wewe unakaaga ukiona nani neighbor ndio anakuroga. Hakuna neighbor anakuroga, wewe ndio mrogi. Ondoka hapa urogi kuotoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu ya Isaia 8 mstari wa 19. When someone tells you to consult medium, they cause you to get into the wrong affairs. Because when you get, unajua hata ile tunaonaga, ulitoka kanisa ya FM ukakuja kwa Waruinge, ukatoka kwa Waruinge ukaenda kwa Manyuru, ukatoka kwa Manyuru ukaenda kwa mwingine, wewe ni mchawi. If you have ever consulted 2 or 3 pastors, move from this church to this church, from this church to another church, ni kwa sababu wewe unakuaga mrogi. Because ile church ulienda ya kwa Yesu alikuwa anahubiriwa, you could have sat there and waited for God there. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu umesikia Waruinge ndio anatouch watu wanaanguka chini, unakimbia kwa sababu wewe ni mrogi na unataka kutumia pesa yako ukuje wekelee kwa madhabahu unigeuze nikuwe mrogi kama wewe. Haleluya. Ndio nikuwe mchawi, maana unataka kuja kununua hiyo power ya kuagushwa. Na sasa hujui kule ni mimi nilitoa hiyo power. Sasa unakuja hapa ndakuagusha, unaanguka chini. Hata mtu mwingine akaniuliza, kwani hii watu hii mapepo haitokagi? Maana yule alianguka jana, tena ameanguka leo, tena ameanguka jeseo hii. Mpaka wakati mwingine ndio naona sitakaki kufanya deliverance kwa sababu watu tuko live hapa, tunaonwa. Sasa wataona Charity tena ameanguka. Sasa wanashindwa, ka Charity kayo liogoaga. Bwana Yesu. Lakini kwa sababu Charity alikuja, I don't mean ni kweli. Kwa sababu Charity yeye kazi yake anakuanga na tupesa. Hana time ya kutafuta Mungu. Hana time ya kutaka kujua Mungu anaoperate namna gani. So yeye nako 10,000 yake anakuja na yekelea hapa. Venye yeye ako mchawi, anataka kutumia pesa yake inigeuze nifanye kazi yake ya uchawi. Sasa sisi wawili tunakuwa wachawi. Sasa wakati unaniletea shilingi 10,000 najua Charity akiingia pale akomine kaigira. So wewe kwanza unatafutiwa na abia pale secretary na mwambia haraka ukiona Charity amefika, unaweza nakaa nikimpigia simu. Maana ulikuwa umeniambia Tuesday nitakuja. Ndaka nikipiga simu Charity ni akinyete. Ini tondu hega komigaroka. Tondu ni wagarurire gitweka morogi tawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nika stop believing and worshiping God. I started now worshiping you because you turned me into a vessel of worshiping the devil. You turned me into a vessel of magician. So nita make sure, kwa sababu wewe unafurahiaga ukianguka na nimekusoma hivyo. So nita make sure ugali yote nitakula, nitaiachilia kwako, lazima utaanguka because already umenirecruit, nimekuwa mchawi kama wewe. And that is how pastors became witches. That is how bishops became witches. That is how even prophets, because prophet unataka, kuna watu wananipigiaga simu, anataka kusikia, anaanza story mingi because anataka kusikia nikimwambia Bwana amesema unaenda kununua gari, Bwana amesema unaenda, anataka kusikia buigorore rauga ate igorore yakwa. Sasa lazima utengeneze story mzuri ndio pesa itoke mzuri, kwa sababu unajua nikimwambia nimeona Mungu alinionyesha kuna shamba iko mahali Rift Valley hivi, Mungu anaenda kukupatia. Alafu niliona kuna kazi, kuna mahali unatumwa na kampuni, kwa sasa ninajua nafanyaga na international organization, kuna mahali unatumwa na kampuni, na hiyo kampuni unaenda, ni mahali nimeona kama jina niliona imeandikwa Ontario. Niliona Ontario, lakini sasa sijui Ontario inakuaga bali. Anakuambia Ontario inakuaga Canada. Okay, yeah. Unaenda Canada. Sasa nikikutolea unabii, lakini nakwambia ujue hivyo umenena, hivyo tumeachilia, hata shetani wamesikia. Kwa hivyo inahitaji dhabihu ndio utusiri hiyo kitu. Na unahitaji, unajua hiyo sasa ni international, sio kama hilo ulikuwa nakuja. Si nimekusoea na kafepte. Sasa nakwambia hiyo ni international. Kwa sababu sasa nataka kukuondoa kwa kafepte nikupeleke kwa kamia. Nakwambia hiyo ni nini? Kwa sababu ulinigeuza nikakuwa mchawi kama wewe. And that is the most important thing to study. Kujua ya kwamba you need to seek God. Don't seek that man of God. I am a vessel. Every time I pray here before I start a service, naambiaga Mungu nitumie kama chombo. Nitumie tu nifikishe ujumbe wako. Do not allow me to get into any other thing. Do not allow me to get into any subject. Ati ndio nikubambishe, nikuonyeshe unaenda. Hapana, I want just to deliver
the message. Na ndio unaonanga wakati mwingi nikikuja nimeplan kuhubiri kitu kingine, Mungu ananiuliza, si ulisema wewe ni vessel basi peleka mafuta taa. Sasa mimi nilikuwa na plan na mafuta nini diesel, na bio peleka mafuta taa. Nikifikisha mahali na bio sasa ni diesel, maana hivyo ndivyo nataka. Na hivyo ndivyo Mungu ulimwambia before you started the service, I want you to use me as a vessel. Bwana Yesu asifiwe sana. But the people will tell you to ask for messages from fortune tellers and the mediums who hiyo ni jina gani? Chap. Hiyo sijaijua. Sikusoma, mwalimu wetu akutufundisha hii. Najua ni vizuri kusema ukweli. Si mnajua najua Kisugu. Lakini hii sikusomeshwa. Sasa inamaanisha nini? Hivyo. Hivyo sasa amesema. Na muta? Nini mata? Si muta. Na jina commuter. Sinakuwa na mute. Sawa. Chap and matter. They will say, after all, people should ask for messages from the spirits and consult the dead on behalf of the living. Hii ni watu hii ya kiama. Umeona hawa watu wa kiama? Hao ndio wanauliza kwa wanamwagaga, wanauliza gomishito, si unasikia akisema gomishito ni irarira. Gomishito siraria. Gomishito ni irenda. Ate gomishi anyure kirega tumiro rware murimo cio tondu gomindo ciheaga ki. When you seek the dead on behalf of the living, then you are consulting medium. You are doing witchcraft. Sasa hawa wazee wote unaonanga hawa kiama na wanisikie, maana kuna mahali watanipeleka. They are consultants of the dead. Whoever that anamwaga kitu kachai ama anamwaga, kwa sababu niliona hata wewe niliona ukimwaga kachai. Unamwaga kachai, kuna wengine anamwaga, hata kuna wengine wanamukaka saa 9. Anapika nini? Kachakula. Anaenda anawekelea mahali ije mahali anaendaga kuombea, anawekelea huko kama Susan alikuwa anafanya hivyo, anawekelea mahali atinigeza gomisia kwao wakuje wakule. Hiyo ndio tunaita witchcraft. Sasa unaona ulikuwa mrogi, na nikiona kama maundu maku maige ni makore hagira thina tondu orogi tondu wa mako. Bwana Yesu asifiwe sana. So this consultation of mediums and magical spirits, it is what we call witchcraft. Na ndio unaonaga hata hapa kanisani ukiona mtu, na sitaki kusema mko hapa kuna, lakini ukiona mtu anashideka maombi yake huyo anakuaga mchawi. Huyu Mungu na msubuhu, Mungu amekaa kwa kiti. Si amekaa kwa kiti? Wewe unatiri atashinda akifanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama mnanielewa. Mnanielewa lakini. So ukiona mtu hivi hata kuna kastaili wanaedaka. Kastaili kanaedaka unaenda anafanya hivi. Huyo ni mchawi. Ni kumaki na maki territory ama ni kuna kitu anafuga. Kuna kitu anakuaga akifuga. Na ukiangalia mahali anazoea kuombea, kuna kuaga na matatizo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. We must avoid these things. Verse 20. We must change and avoid these things. Because we need to know how to consult God. We need to know how we can connect with God. We need to know how to do with God. You are to answer them. You are to answer what? The dead. You speaking to the dead. Listen to what the Lord is teaching you. Speak to them. Tell them, this is what the Lord is teaching. This is what the Lord is telling. Speak to them. Ukisikia mtu amekuja kukwambia gomisi toshirauga, mwambie hapana. We have God, a living God. I am a man or a woman connected to the living, not to the dead. Bwana Yesu asifiwe sana. And they will tell them, do not listen to the medium. Tell them. Ndio unaona sasa nawafundisha, do not listen. Hata mkileta shitano kama hizi mlilete hapa, mkileke mafia mnapaka pale na hizo vitu zingine mnapaka pale. We don't care about them because we are empowered from heaven. We have the authority from heaven. We are conquerors and nobody can be able to make anything silly in us. Just try. Lazima umejaribu yangu. Simu tigereti pio. Simu tigereti. Wamenyamaza. Tuli. Lakini wameshindwa. And I'm proud to have a God who wins battles for me.
I'm proud to have a God who conquers them. I'm proud to have a God who uses me. And he uses, unajua mimi kwanza alinitengeneza nikakuwa Doreka. Unajua Doreka ni nini? I don't care, man. Who doesn't care who you are, what you think you can be, or what you think you will become? I don't care whether you have money. I don't care whether you are atweni musupu, where I don't care about you. I'll be your friend now. 10 minutes later, I am here. Sikujui na sitaki kukuona. And that is me, because I don't consult mediums. I consult my God. If my relationship with you ni ya kunipeleka kwa Mungu, hata uniambie tuende mahali keherini, hata uende ukachore kakitu, hiyo niko sawa. Lakini kama unataka kunitoa na kwa Mungu, uniambie sasa tuanze kufanya hii ndio tufanye hii, I will leave you like a thunderbolt. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuondokea kama Van Damme. Najua Van Damme. How many of you know Van Damme? Na kuondokea na masnipe na mapointe siste. So you tell them what they tell you cannot keep. You are to answer them. Listen to what the Lord is teaching you. Don't listen to their madam. What they tell you cannot keep trouble away. How watu wakusaidii? They don't help you. They cannot keep that trouble away. Unaenda unatolewa madifaina. Unaenda unahakishiwa mshumaa ya redi na nini, unanili kwa kitambaa ya redi na ya green na nini. Hizo zote hazikusaidii. They will not help you. We have the blood of Jesus to change this life. Bwana Yesu asifiwe sana. You have the blood of Jesus to turn around what you are. Mimi nilikuwa mungiki, mtu baya. Uliza mama yako pale atakwambia. Kuna mama yako pale atakwambia, he knows me. Aliniona in my true colors. Nikifagia mapolisi wakatoroka bio. Nikiwa sigo. Haleluya, sio sigo, nikiwa nilishika bunduki hivi. Yangu nilikuwa nachukonga semi automatic. Mimi sikuwa natembea na bunduki tu hawana. Nilikuwa naendanga na semi automatic. Inarusha mpaka unaiona ikiwaka moto pale mbele. Na askari akisikia hiyo ni semi automatic, hakuna mtu anaogopa risasi kama polisi. Wanaedaga kama kitu kingine. Uliza huyu mama kule kwao kwa kazi venye mapolisi walienda. Kuna polisi mmoja alikuja na kiherehere, nikamwambia unafikiria hii ni toy? Niachilie. Sasa unanyoa yeye na nywele. Unaachilia, anasikia nywele zote zimeanguka. Akifanya hivi anaona nywele zote, analala chini, anakwambia pesa tishia kwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 21, quickly twende kwa 21. Quickly. Yeah. The people will wander through the land discouraged and hungry. You see now the result of witchcraft. You wander through the land and you get discouraged and you get hungry. In their hunger and their anger, they will curse their king and their God. They may look up to the sky. You end up cursing your God. And that is why you have so much desperation in church. Kwanza hii makanisa hii yetu ya marokole, hii makanisa ya kwenda biguni, sijui nani alikuambia kuna biguni. Hii makanisa yetu tunaambiaka tuende biguni, na sijafika biguni ndio nikuja nikupatie story biguni iko namna gani. Kwa nini mniulizagi swali? Ule matigo ule wadi ku ngedo to report todo turakorire ukero miaka 1820 tu bado baba yangu alikuwa naambiwa na guka wanaenda biguni, na tulikuwa tumebia hivi karibuni, very soon Yesu anakuja. Na siku hiyo ndio roho ya Maranatha ilikuwa imeachiliwa. Ulikuwa mtu alikuwa nasimama tu anaanza kulia, my brother, turn to Jesus, he is about to come. Ni kama anakuja kesho. Huyo mtu amekufa akikojea Yesu akuje. Yesu alisema atakuja kama dunia yote imehubiriwa na ikabadilika. Wa China ni wangapi? Right now wa China ni 2 billion. 2 gapi? Na hawajui Yesu. Hawajui Yesu. Kwa hivyo tutakaaka. Wakikoge domone kitu hujagiria ndo ujika hii tuko nayo ndio tahubiria dunia. Hakuna mahali tunaenda. Makanisa ni kufugwa, inafugwa Europe mzima, makanisa imefugwa. Amerika makanisa imefugwa. Sasa Afrika ndio tumebaki tukigaba. Na sasa ujika ya Ukristo wa Afrika ni ikine ya high class. Uchawi mtubu. Unakuta pasta. Wow. Mimi nafurahi. Kuna mapasta walikuwa nakujaga hapa.
Sasa kuna yule pastor alikuwa anaombea sasa before the main service ianze ya mapasta. Naweza kutaka mkuje siku moja wakati mapasta wamekutana na wanaomba. Wala sendere uko ndaya. Yaani mapasta wakiomba na kila mtu anataka ajulikane anaomba. Na wako hapa na mwingine hana microphone na mwingine yako na microphone. Yule hana microphone anasikikaga kuliko yule yako na microphone. Kuna pastor mmoja sasa, huyo ndio nilicapture. Nitakuja usitambia ni siku moja tekee huyo pastor tulimrecord. Ni maombi sasa. Yananoma yekeke ndendende yondokonda kaya kakaka ndendende. Niko hoya. Mpaka nikaita mkubwa yake nikamuuliza, hiyo ni maombi ya nini? Hiyo ni nini anafanya? Akaniambia niomba roho ameshuka. Mimi nikamwambia kama hivyo ndivyo roho anashukaga, wachakae. Wachakae because this is disturbing heaven. Hii ni kusumbua bigu. Haleluya. Hiyo si kitu rahisi mzuri because you are doing the wrong thing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the hunger. Sasa imagine huyo mtu akoge mwaka mugima ashoke aradi kogoro aradi gokuntanyamo yade. Nyadhenira kanitha-ini because ana believe na yanda. Sasa yanda. Sasa hata mbinguni watakuja nasema ndio atakwenda kusema nekatho kataka kutinia metegeko hapa. Maana Mungu anatumaga malaika. Anaambia malaika nenda sikia koki anatafuta anataka nitimesikia koki anaongea. Sasa wakiteremuka wanakuta koki si ndio. Sasa ile ripoti tarudi huko ni gani? Ataenda anasema hapana wanalikuwa na hakisha kale kapawaso. Ndio kalikuwa anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu. Lakini kumbe koki aligeuka akakuwa mchawi. Maana hiyo ndanda hiyo ni uchawi. You are not communicating with God. You have no relationship. There is nothing you are communicating. Meaning God will not hear you. And then at the end of the day, because of God not hearing you, you become a witch. Maana utakasirika, umefanya kazi mingi, umetoka kanisa ya Waruinge, umeingia hapa, umefagia huko, umeingia kwa vikundi ya Debora, umeingia kwa kikundi kingine ati kutafuta upako haikuji, umetoka hapo, umeingia kilabu synagogue, ati unatafuta upako mpaka inafika wakati unaanza kuitisha pesa yako urudishiwe. Sasa utatolewa wapi? Pesa iliingia hapa ni hapa ni kanisa, pesa ikiingia hapa hairudiki. Wacha uchinga. Unakuja kuitisha nini hapa tikilabu synagogue ati unataka kujua iliendeshwa wapi? Iliendeshwa kuja uandikwe secretary ya kujua penye ilienda ama penye inafanyaka kazi. Wacha hiyo puzi ya kuuliza ati pesa inafanya nini. Ukitoa ulikuwa unatoa ikuje kufanya kazi gani? Hujui ni nyumba ya Mungu. Tiolimo. Ati kujua ati pesa sitosidia gati. Si ani mwenao. Zilikuja na zikaenda kufanya kazi zile zilikuwa natakikana. Hiyo maswali ginenda tena kwa hiyo pale ulitoa leta ingine ziendelee na kazi. Tiko ni mhao tija utotukibiete atega return what? Hapana. Hiyo ni kusumbua Mungu. Ende kaulize mama yake. Maswali mingi ni ya nini? Uradi kugiaga inasiuria siolimu. Kawaruta kabesa sioke sieke ate. Ni hawaigwa pesa shegera kanisa nisho kagerio modo. Ni wapi ni kanisa gani msikia wakirudisha? Sulilete kanisa moja ile tukurudishie. Jaribu kuniitisha. Jaribu. Naonanga mnapita huko kado jaribu. Jaribu nitakutoa na nikukute sasa huko nyuma ya tent. Nitakuvuruga ukae umevurugika. Na bado mtatoa. First Chronicles chapter number 10 verse number 13. First Chronicles chapter number 10 verse number 13. Hii nasikia ati mtu alienda kwa Harrison akatoa pesa, ati pesa yake iliishia kwa Harrison. Nani alikuitisha? Wakati ulitoa, kuna risiti ulipatiwa? Kuna Harrison, ulegwa Harrison yake tia pesa. Haitishaki. Anasema katoa sadaka. Unatoa, ameita sadaka, hajai kuitisha pesa, anaitisha kwa sadaka. Anafanya nini? Anaipia jina. Wewe interpret, ujue nini utatoa. Anaitanga fungu la 10 pia kodora huru. Ni watu nyoka hivyo. Acha kuniangalia na macho baya. Kayo kama hiana hii ndio. Eto hiana ine. Yes.
Nikiambia toeni pesa hapa, nakwambia katoa sadaka. Sasa ukitaka kunitopatia shilingi 10,000, ni wewe umefanya maamuzi, ni yako. Wacha kuja kusema ati daharire makanitha ine macio. Yes, not gugweterera nejo ino ukunyitwo ni thina onge na no uguka. Na no ukuruta. Na iwa grace utaendelea kutoa. Usipotoa kwangu, kuna mwingine yako nyuma yangu anakuja. Na huyu atakuwa kiberiti kuniliko na utaenda kwake. And the chain goes. Hata Yesu alikuwa anaitisha. Aliambia Zakayo na akatishia Zakayo, usipotoa nusu ya utajiri yako, ujue utachomeka. Ilibidi mpaka Yesu aende akampu kwa Zakayo pesa itoke. Niko kogiwa igwete Yesu adiete. Kuna mahali kwingine alienda huko. Neke Shosho wajo kati daga agetoruma. No kumaria ndamukanirie ndamuigwa ringi. Maikirira mwanoge haki ege mamuikirira mamuikirira ate dia heo pesa ni kasongo. Nduthio nae wa kasongo gutakire kuhinge. Kanisa mulitengeneza na yeye alikaa chini akatengeneza jina ya kanisa JCM, akatengeneza kila kitu. Hakukuita. You are not there to formulate. You are not there to even assist him kuandika memorandum ama kuandika constitution. You are not there. Hiyo ni property yake. Akiita Kasongo aikie, wacha ikie, mpatie kitu anapata. Amia hata Kasongo akisema hako hapa ije anakuja. Hata ikia kiti si iko pale atakalia. Fatania atike kajamu. Hata kile hado pesa shihole to Kasongo. Sisole to jogu, zingine imechorwa Kenyatta huko nyuma, zingine ni za green. Ni za Mkenya. Hakuna pesa ya shetani. Pesa ni ya Mungu. Na kama hata mshetani ameishika hivi, nisikia ako nazo hapa ije, nitaenda kuchukua. Yes. Nitaichukua nilete hapa tujengee Mungu nyumba. Hata kile pesa yake. Ni hawaigire ngoma ni ale pesa. Ni hawagawire ngoma ni ale kindu giake. Ni kuyaire. The devil came to destroy. He came to steal. We are the soldiers. I am a soldier in the army. Kuenda kuchukua na kurudisha into the kingdom. Biblia yenyewe inasema namna gani? Nitachukua utajiri ya nani? Of the wicked. One wicked ni watu wanawadhie na ogoshoka. Nitachukua utajiri of the wicked. Kwani wicked ni nani? Si kina Kasongo? Yes. Chukua ukichota ukilete huko. Wacha na mambo ya kusema ati ni kiasi ya Kasongo ni sianyokwa. Siko kileo. Sasa hizi leo Wakorino wamejaa State House. Leo Wakorino wamejaa wapi? State House. Akina Karago wako huko wakibeba mali. Karago anataendesha Prado. Wewe ugethigwo kuna honoki waku ugethigwo ko maguru kuago na ne nduthi ne kimundu gitetha baga. Ugekinya mushuranu gatakio. Karago agetwarithia Karago yo thire agetwarithia Prado. You cannot connect. Bwana Yesu asifiwe sana. These things we get them. Tunatoa kwa unrighteous, tunaleta kwa Mungu. Ndiko tahaga. Mimi hata saizi nikipata buduki, niambiwe kuna pesa iko banki, tuende tuchukue, nitaenda. I'm still experienced. Ninajua kuturi, ninajua kushika. Nitaenda nitachukua na nilete hapa, tutengeneze pulpiti mzuri, tununue kila kitu, tununue worship uniform mzuri, tununue drum set mzuri, tuondoe speaker, tununue jukwaa kama ile mliona Nakuru. Sasa si mliona kitu mzuri Nakuru? How much was it? With your own small might. How much was it? Kama ngapi? That is from my pocket. The whole event was from my... Kama kuna mtu aliwaitisha pesa? Hata mliitishwa mpage, kwa mpago. Si mlikuja kujiangalia vitu zikifanyika? Sasa mkaona, mlijiona wapi? Ama mlifikiriaje watu wa Nairobi? Inyo mutura munyitete ugo. Tio ni wito, utekodo radi. Hado cia ready wa contribute. Ona haithe ndrokire guikara hau no rari akimugate kana rari mai mandikito mufarume wa amani ni uramenyire kura maraumire ugo niguo Ngai arutaga wira. You can't own a general, a commander. You can't uwezi Bwana Yesu asifiwe sana. And that should have taught you a lesson. Manyonete tuko da horo gora odie mo ya round about nyonagi jogorodi mugatugwa ho mugithiro round about ni mo juwaga jogo round about ya don home thiete ugo na taji moro mujuwagera mu pasari umurathi jikrokete na kuria mu bana atoge katia tanifuata ushuru ndugu tuita korogi atutadishika sasa hiyo ndio witchcraft. Haitaniweza, sema haitaniweza. First Chronicles chapter number 10 verse 13 nasema Saul died because he was unfaithful to the Lord. He disobeyed. No disobedience. Mtu yote disobedient hapa. Mwenye nimewahi kuambia kitu akadisobey ni mrogi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yote Mungu amemzungumzia, fanya hii kazi kwenye huduma kama hii, ukakataa, maana wewe ni mang'aa, maana unaona pesa yako itakuliwa, wewe ni mrogi. Kana pesa yako, uone kama kazi itaendelea, wewe mrogi. Na hoiti yako itaitega hoiti hau twale ciana ciaku na hau cirie cishuhe na mishuha cishuhe cirie utue giriko misha kuni ciathie ucoke urare zigitahika urire waku. He disobeyed the Lord's command. And when he disobeyed the Lord, when you disobey the teachings, nimejaribu kuwafundisha hapa, nimewafundisha hamusikiagi. Sasa nyinyi na warogi, mnikisema nyinyi ni warogi, ni kulingana na Biblia, si mimi, kulingana na venye Biblia imesema hapa. Tutaweza kusema nimekosea kweli? Nogoro hena nitie kweli? Mundu utaiguaga, mtu asikilizagi, mtu disobedient. Nitaweza kukosa, nitaweza kuwa nimefanya makosa? Biblia sinasema kweli hapa? Tunasoma Biblia nani? Wacha kwanza mimi si yuko hapa. Mimi mimi nasema hatuongelei unyinyi mko hapa. Tunaongelea wale watu wanafundishwa na hawasikii. Kila siku wanaibiwa wimbo. Kila siku wanaibiwa wimbo. Wanaambiwa wachana na hii story, wachana na hii maneno, na hawasikii. Kulingana na Biblia inasema he disobeyed the Lord's command. Sasa tukisema huyo mtu ni mchawi, tunaweza kuwa tumekosea? Tunaweza tunaweza kuwa tumekosea. Mnaangalia nyuma, mnaangalia nani nyuma? Si ni wewe na Uingereza? Letu endelea leo la duda. Si unaona sasa already the spirit of rebellion is in them. Hata ukimuongelesha anaangalia kwa sababu anajua si mimi, ni huyu hapo nyuma yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So he disobeyed the Lord's command. He tried to find guidance by consulting the spirit of the dead. So when you consult other spirit, you consult other things, you are a witch. If you worship Apostle Ndura Waruinge na unamuona ni kama yeye ndio Mungu yako, wewe ni mchawi. Kama ufanyi Biblia venye nakwambia, unataka kufanya venye Apostle anasema, wewe mrogi. Mwadhani agosho. Stick to the word of God. Me, I am just but a vessel reaching you the word of God. Mimi nakuletea neno la Mungu. Nakuletea neno, nikiomba hapa, niliomba nikaambia Mungu nitumie kama chombo, na usikubali niondoke katika matumizi yako kama chombo. Stick to that. Come to you, listen to the word I'm teaching. Don't listen to me, Ndura Waruinge. Wacha kudiangaliaga. Tunaangalia unaona heka yomode wekeleta duti jegai. Sasa ukitaka kujua masaikofanti wangu hapa, waulize neno ya asubuhi, hawajui, lakini waulize venye nilikuwa nimevaa. They know 100%. Wewe hubetete? Sijui hata. Ajui hata. Wewe hubetete roshine? Sema. Sikumbuki. Koti ya red na black na longi ya black. Koti ilikuwa inakaa hivyo. Na shati ilikuwaje? Black. Ilikuwa na vest. Haya, tulisoma kitabu gani asubuhi? Hawakumbuki hata kidogo, lakini ile nguo nilikuwa nimevaa wanajua. Baka zote ndio wanajua. Baka vest ilikuwa ya white. Bwana asifiwe sana. Bado na dieta matuine. We are still going to the heaven. Na hiyo ndio uzuri ya kwenda biguni, because you have so many people ambao wanakusaidia kwenda biguni. Umesikia? The spirit of witchcraft leads to death. Whatever that you are, and if you do anything that insinuates to become witchcraft, it is death. Inakupelekea kukufa. Na ndio unaona watu wengi hapa, spiritually you are dead. And that is why you cannot be able to command a blessing into your life. That is why you cannot be able to command anything. Because we have the power to drive over snakes and scorpion, and they cannot be able to hurt us. But look at you, all of you are injured. You are injured spiritually, you are injured in your heart, you are injured in your body, you are hurt.
una kitu kinakuumiza. Why? Because you are dead. When you are dead, you are hurt. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa na anger, unakuwa na disturbance, unasikia kitu kibaya ndani yako kwa sababu wewe ni kamurogi kadogo ka duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Be obedient to the word of God and listen to the word of God and follow instructions, then you will conquer every mountain. The mountains will be moved away from you. In the book of Zechariah 4 verse 6 nasema ni 6 form of verse 6, whichever it is, inasema it is not by power nor mighty, but by the Spirit of God. So the Spirit of God must walk with you. And if you are dead spiritually, it means the Spirit of God is not with you. Therefore, you are stagnated, you are confused, you are died. Umekufa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni. Hello. Hebu nisalimieni kama mnaniona. Kama hujakufa, kama wewe si mkufu. Poleni sana kwa kukufa. Tuendelee verse 14 please. Let's look at verse 14, then we move. Tuende kwa hiyo ingine. Instead of consulting the Lord, so the Lord killed him and gave control of kingdom to David. So when you become a witch and you had some powers God had given you, inakuwa substituted, inaondolewa na inapatiwa mwingine. Ndio unaona kuna mtu ambaye hakuwa akigrow in the ministry, all of a sudden unaona Mungu amekube aling'oa yako akampatia mwingine mwenye ako obedient in the church. Na unaona watu wanaweza kwa kabuni, unaona kuna mtu amekuja ni junior, amekuja amegrow because God wakati alileta huyu junior aliona a vacant, aliona there is dead spirit, dead people in this company, so anaanza kuleta watu wengine that will take over from you. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what happening even in the churches. Things are happening very rapidly. Kuna mapasta wanaendelea kuondolewa. Very soon utaona mapasta wengi wameondolewa from the city. Hapa city wameanza hiyo mpango, imeanza ya kuwaotoa, na mipango ingine baya imeanza ni ya kwamba ile church ambayo haijaandikwa, haikufungua account na certificate na members na nini, kama certificate yako haijasainiwa na Koki, anaitwa Helen Koki, si Koki huyu. Najua nilikuwa nasikia Joel alikuwa anaambia watu alikuwa anaambia Roda huyu ati certificate ya kanisa hii imeandikwa Koki Muri. Sasa nasema certificate ya kanisa ni ya Koki. Kanisa ni ya Koki. Mwenye alikuwa na style kule alikuwa anaitwa Koki Muri, ni kazini ya Koki. Pale Signature. Si unamjua? Signature inea. Registrar. Si hata unaweka hiyo registrar? Yes, nilikuona kwa certificate ya kifo ya mama yangu. Unaongojaga watu wakufe ndio upate kazi. By the way, mkitaka kama unataka certificate ya kifo, kitambulisho, birth certificate, passport, huyu ni registrar. Huyu ndio anawekaga. Ukiangalia signature ya passport yako ni huyu amesaini. Tuko na watu wakubwa hapa. Simama kuone. Nema akatumia huko wake hiyo. Mpigieni makofi. Yes, God has promoted people here. Yes, people are strong. Endelea hivyo na uombe na mtumikie Mungu. Na tukana na tutumia tuamoshene. Ikarawe ika. Yes, na tuko na mkubwa hapa. Nikuseme. Yes, mama. Sema mjue. Ukitaka DPP, huyu ndio DPP. Ndio secretary wa DPP, huyu ndio anafugaka watu na kufugua watu Kenya mzima. Teko na agatumia gekiritheti ha mugaga kinyaga ugo na mutire kinya nake. But yaga watu ujua, you should know people. Yes. You should know what? People. Hapa tuko na masonko, tuko na watu wamenyenyekea tu matiaragia. No watu leo kula kama na moshana na haki adama. Na mimi moshana mwigene ga hewa tigiti ga koinuka. Sasa kama uko na kesi imekulemea, ona huyu mama achukua gihogo atakuombea. Huyu Susan mnasemaka Susan okera na ugatorehera muthuri nigetha makione mbego yake nirakiruta hira. No musheneshe runi urathirire barahori ndia kwirire tia kwihitha ukomere meite magure bigiji marie meite yeni kana moe kanyui matanuke mamerie. Dukana entertain gware cia andu makorwo batire undu mareciria omucene mundu ndari na wira waku. Never entertain them. Maburashi mere manugu no gathi na mbere Ngai ne gukuigwira nda. Huyu ako pale huyu ndio ali huyu ndio ali kana juge ni wa mwarire Betty Bayo.
niwe weleile, lakini alipitia kwa mikono yako. Huyu ndio mkubwa huko, the biggest. Munao gatumia kalete haha atenga secretary tekadagire hu na yule turaroro godele ya apostle. Nonsense. Una kazi kini ya kuongea? Nigio na ngegere yako ali hebina ngere na mbego niko kuhoete yaku ruthiwaisha kuige ureke cire cia utaira cirute mucene tocio mutige izi mucene tocio mwike atia mutige. Just seek God, find a position, tafuta namna ya kugrow, ukae kwa mtu kama huyu mkubwa anajikalia. Umeona kama tena company, watu wale wamefaulu hapa hawana company, wanakuwa wanaishi maisha yao. Huyu ni mama na kaka na watu wa Norway, huyu ni mkubwa NGO ya watu wa Norway, ya Norway. Unadiriki na kazi gani? Human resource. Human resource kwa kampuni gani? Scripture Mission. It's an NGO inafanya kazi ya we have Christian literature. You have Christian literature. Jamezo ya kuongea na wanore. We have Christian literature. Yes. Ni HR mkubwa. Na hano mushene kebiriti mushene na nduri ginyoki. Uhuraniye mushene na gutiga urateimana na ani haria akiheana mutu haria ukagwa ona gukani arokire ni mukuru nigetha waheo kamutu othio karie. Badilisha kama mtu tafuta, tumia akili, ende tafuta namna. Mungu akubariki. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Hapa hakuna miujiza nitakutendea kazi, hakuna. Don't expect any miracle from me ya kazi. Nemo koma radhimago ugithikio gwiraga ithiriria moko gwiteria maguta na ari uthio gie na favor ya wira waku. Uthio igerere wende wekere kazi yako mikono uibariki, ndio Mungu abariki. Na Mungu na mdomo yako unapatiwa mdomo to prophesy. Akamwambia Ezekiel, prophesy unto these dry bones. The work of the mouth, it is to prophesy over your job, over your family, over your ministry, over speak good words. Ukiamka asubuhi, fika mapema, command the morning before it commands you. Amka mapema, tawala mchana. Unaamka saa 9, si kuomba, kucommand. Una command kama ni kazi yako ya kaduka, ka command na kama iko meka kibo, cowboy na nini, una command ukiwa uko maombi, unasema wewe cowboy, leo lazima uende. I command you, lazima ununuliwe. Wewe kibo, I command you, lazima ununuliwe. Wewe nini? Noro what? Hii inabadilisha chakula na kai inanuka kama kuku. Noro cubes. No No? Hiyo msimu mmejua venye nasema hiyo. Bwana asifiwe sana. Yes, you command. Una command. Hivyo ndivyo wachai wanamkaga mapema kuzunguka wakiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Night runners wanaanza saa 3 wanapika chakula. Saa hiyo ndio wanaanza kupanga. And that is the time you start praying. Saa 3 jioni. Una scatter them, una stop them wasitoke kwa nyumba. Unawasimamisha wasitoke kwa nyumba. Sasa wakifaulu kutoka saa 6 ndio wanaanzanga operation. Ndio wanakutana kwa kina Magdalene hapo nje. Sasa wanaabiana. Kumbe Magdalene ndio chairman wao. Sasa wanaabiana, tunakutana wapi? Hapo nje. Sasa hapo wanakutananga saa 6 usiku. Na ndio naambiwa maombi yako ya kwanza anza saa 3. Stop them from gathering. Wazuie wasikutane. Kutoka hapo kama wameenda kukutana saa 6 usiku ndio wanaanza operation. Ndio wanaanza kuroga. Wengine wanafuka moto hapa Wakisi. Tuko na Wakisi hapa? Wakuria, Waluya na Itirana. Mkuri yako? Wanafugaga moto hapa. Na ni kamama kamuse kuliko ule wa 1950, ule wa 50 year 150. Anafuga usiku, akikuondokea bio huwezi mshika usiku. Na anaidaka akiwa uchi, wanaitangwa na Itiranas. Na akiona mtu anakuja, anainuaga na turumidia kichwa chini, miguu inajua, inakuwa juu. Ukipita utapata geke muteke hao. Utamuacha hapo. Mkipita kwenda kuangalia nyuma. Kameenda moto ikiwa hapo nyuma. Kameenda. That is the time they are commanding. They are commanding their territories. They are capturing territories. And that is the time saa 6 ya usiku. Ndio unapigananga na wao saa 6. Unapigana na wachawi. Unakataza kazi zao. Unavuruga kazi zao. Saa 9 wanakuanga sasa wakirudi pale nje kwa Magdalene kukombea notes. No totally nake.
Umeona? Hapo sio wanakutana wote ndio kukombea notes. Kazi imemalizika, umevuruga kwa fulani, wanakuja unasikia tu anakuja tu arushe mchaka kwako. Unasikia mchaka shwa. Unasikia mawe inarushwa kwa mabati yako. Hiyo tu amefanya kazi. Sasa wanaenda kukutana saa 9. Saa 9 haikuagi wakati wa kuomba kupigana na shetani. Maana already ashafanya kazi yake. Wakati wa kupigana na shetani kutoka saa 6 usiku mpaka saa 9 usiku. Yaani hiyo period ya saa 9, saa 6, saa 7, saa 8 finish. Saa 9 tunakuwa tunarudisha shukrani. Na ukimaliza kurudisha shukrani, maana Mungu ameshinda hiyo vita, wakati hiyo ndio una command mchana, unaachilia, una command jua. Maana God gave power of the day. Alipatia kwa nani? Alipatia jua. Siku ya pili alitenganisha usiku na mchana. Akatengeneza jua, akaipatia authority over the day. Kwa hivyo the king of the day ni sun. Command that king. Mwambie leo lazima nirudi nyumbani na pesa. Wewe jua, unazungumza na jua, unamwambia wewe jua, na jua haujatoka, bado umelala. Ukiamuka ufukuamuke saa 12, mimi nataka kuuza duka yangu. Mimi pesa yangu, watu wamekataa na pesa yangu. Nataka pesa yangu. Mimi kuna miti ilienda ikachunwa ikaniroga. Miti hiyo uikaushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye usiku ikapatiwa mwezi. The king of the night ni mwezi. Command mwezi. Abia mimi sitaki wachawi wazunguke kwangu. Na hivyo mweli ndoka ametekelia mwezi itazuia. Naye nyota zako, yani baraka zako zote zimefichwa kwa kataa kadogo kanaitwa nyota. Ndio nasikia kanyota yako iliibiwa. Baraka zako zote, vitu zako zote zilifichwa kahako kamuaka kadogo. Ndio sasa hako wanaibaka wanaenda nako. Na hako kashike na unakaambia, wewe kanyota, wewe kamuaka kadogo, na I command you, kitu yangu ipotee, utaniona. That is how you do your prayers. You command. Kutoka saa 9 kurudi chini mpaka saa 12. You command. You make decisions. You make decrees. You make decrees everything. Ati nidiraigera office na dikwenda kama ndo wako gia. Nidiraigera office anastaki kuona mtu atanisumbua. That is the time you make your decrees in the morning. Kutoka saa 9 mpaka saa 12. Do you make decrees? Hizi kuingia yote. Ndio unaona muidi akikuja anakujaka kwa duka yake. Anaingia kwa duka anafuga ku make decrees. Watu watapanga laini hapo nje. Watashida wakipanga laini wakinunua, because amecommand watu wote wakuja hapo. Anahakisha kale kauba na kaudi na anaweka hizo vitu innocence, anachoma zinaanza kukuitisha innocence. In the innocence kuna the spirit of Faruk, jini Faruk kwa Waislamu. Jini Faruk ni ya kusummon. Jini Jibril ni ya kuita watu. Jini Jibril, jini Faruk, hizo zote ni za kuita watu. Na kuita watu wanakuja tu wanapanga line kununua laptop ambaye kule chini River Road inauzwa 80,000 na kule kwa Muislamu inauzwa 150. Lakini kwa sababu jini Jibril ilikomadiwa, inawaita, inawasamon, mnaenda huko hamonagi bei. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be able to know the connection. Wakati wachawi wana make decrees, destroy their decrees. When they are planning, destroy their plan. When they are organizing, destroy. Wakipika, wakati wanapika, warushie kulala. Wakikula tu kaugali, wanasahau walale. Bwana Yesu, na hiyo kurushia kulala ni saa 2, hasa saa 2 hiyo mapigano. Anza saa 2 jioni, warushie, wakikula, wakule ugali, walale, waanze kungorota hapo. Wakiamuka wanaamuka saa 8 usiku, masaa ishapita, usha command. You have destroyed them. Bwana Yesu asifiwe sana. Tia wetage na apostle akuopea. Apostle akuopea dini. Mimi hata mimi niko na shida zangu. Hello. Tuko wapi? Tulikuwa tumefika wapi? Tupatie 1 Samuel chapter 15 verse 23. 1 Samuel chapter 15 verse 23. Wow, kisomo kimekuwa kizuri leo. Si mna enjoy? Leo najua sadaka itaongezeka. 1 Samuel 15:23. Rebellion against him is as bad as what? Any rebellion spirit, any rebellion. Let's get on with it. Stop being rebellious in your life. I'm not saying that you are rebellious, but I'm advising you, do not be rebellious, because the moment you become rebellious, it is as good as what? Witchcraft. Wakati unachagua chairlady alafu nyinyi wote mnaanza kupigana na yeye, ama chairman mnaanza kumuoppose, ama muibaji mnaanza kumuoppose, you are as rebellious, and being rebellious is as witchcraft. So any spirit of rebellion is witchcraft, and it destroys you, and is as bad as witchcraft. And arrogancy
is as sinful as idolatry. Kwa hivyo wewe unasemaga mtu ni idol worshipper, anafanya vitu vyake vile. Wewe kama ni arrogant, venye naonaga mko hapa watu ma arrogant hapa, wewe na idolatry na uabudu wa shetani, wewe ni kitu moja tu. Wewe miragia ha umagia kiongo sinye vigero, hiyo arrogance ni wewe na shetani ni kitu gani? Ni kitu kimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you rejected the Lord's command, he has rejected you as a king. So when you do become arrogant and you become rebellious, unakuwa you have rejected God, and that is why he has rejected you. That is why you are looking for a job, you cannot find it. That is why you are looking for a business, you cannot find it. That is why ministry cannot grow. That is why you are stagnated. Umekwama mahali tulikukuta, tumekuovertake kama mapasta wengine nilikuta mahali wakinisekenya, hawakuwa akiniona, wanauliza huyu mtu na ameokoka juzi, yani hiyo mbio anaenda nayo ametoa wapi? Huyo mtu ako na sound doctrine. Hey, sound doctrine. What is sound doctrine? Nikekeu. Nikekeu. Yeah? Sound doctrine. Nikani hiyo sasa? Mimi sinaonanga nasoma Biblia. According to you, according to nyinyi sasa wanafunzi wangu, mafundisho yangu ni sound doctrine ama ni unsound doctrine? Ni sound. Lakini mapasta hawajaona hiyo. Wanasema msina sound doctrine. Sound doctrine ile ya kutoa sauti. Following the law. Na mimi sifuati law. Wani watu wa mataratara. Wadu wa PCA inua mkono wani. PCA people inua mkono. Kama kuna PCA mtu hapa, inua mkono mzuri. PCA, watu wa zamani wa PCA, wa zamani si wa sasa. Inua mkono. Oh, tuko wengi. So, how are you feeling nikiwafundisha? Ni sawa? Thank you. Chialedi wa PCA msema niko sawa. Tuendelee. And arrogance is as sinful as idolatry, because you have rejected the Lord. The Lord's command, he has rejected you. So the end result of being arrogant, of being what? Rebellious, and of being whatever that you see, the sin of idolatry, it is rejection. You are rejected. That is why your business is not working. That is why financially you are poor. That is why things in your family are not working. That is why your ministry is not working. That is why you cannot be employed. That is why you have no job. That is why you are just there. Hauna chochote, you are just umekufa. Maana you are dead because of rejection. Once you are rejected, that's the end of you. Verse number 24. The moment you are rejected, you need to be reconnected back to God by seeking God diligently and faithfully. Yes, I have sinned. Saul replied, I disobeyed the Lord, the Lord's command, your instruction and your instruction. I was afraid of my men and did what they wanted. This is the spirit of fear. He was afraid. So many of us tumeingia kwenye shida because of the spirit of fear. The moment you remove that spirit of fear and they refuse to do what they are telling you and they do what God is telling you, unafaulu katika maisha yako. Do just what God is telling you. Ndio naonanga mimi nakuaga kama mtu kengine. See, I don't listen to men, I listen to what God is telling me. Hata ukikuja unipatie mawaidha mzuri namna gani, if God is not in that mawaidha, I will not listen to you. I want to listen to my God. That is why they say I seen a sound doctrine. Mimi sitaki sound doctrine. I want to serve God doctrine. Only God himself. He will take me where I want. He has already taken me where I'm going. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefanya maneno, Kenya si imetikisika. Yes, yes. I'm running this country spiritually from here, from this altar. And the things are working. Bwana Yesu, si Uhuru walikutana na Gachagua. Nikiwa kwa mlima nilisema namna gani? Nikiwa kwa maombi ya mlima, watu wote wakuwe kitu moja. Si Ruto walikutana na Gachagua kwa kiwanja moja. Yes, hata kama waligombana walikutana. They were in the same ground. Mahali tuliombea hiyo maombi walikuwa huko. We command things happen. Tumuse tumeenda hapa Githunguri kwenda kujaribu kujifanya. Tumeraruliwa because commander ni nani? Commander ni wangapi? Commander ni mmoja na si yule wa hapa chini. Mwambie atulie. Mwambie huyu atulie.
tuko live dadira. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Efeso 6:11. Ephesians 6 verse number 11. When we have the real spirit of God to be able to conquer the spirit of witchcraft. Ephesians 6 verse number 11. Hallelujah. Natumai tunapoenda kumaliza hii, kama hautakuwa umefuguliwa, nataka kukuambia kifungo yako ilipotea na imetafutwa, imekosekana. If tukimaliza this Ephesians 6 verse 11 inasema put on all the armor that God gives you. So it is not your armor, it is not your armor, it is God's armor. So for you to come out of this situation, you must have God. No ginyagai ya korona nawe ndio Mungu akusaidie kutoka kwa hivi. Kwa hivyo ukipatana na diviner, maana diviner akikushika hivi, nilikuwa na kadiviner kamoja kalikuwa kana divine, walolololo, kalikuwa kamenipeleka bio mpaka nakaaga tu namuuliza gayarauga hata na hakuna Mungu anasema ni gimaeda iramuri na menyo ni eralia. So that you will be able to stand up against the devil evil tricks. So for you to win the battle against the witches, you must have God with you to be able to understand and withstand any trick by the devil, any trick by their plans. Because hawatakuja wakisema mimi ni mrogi, walivaa nguo mzuri wakakuja kanisa. Wako hapa, hata sahi wako hapa. Hata nikihubiri wanasema kila ni kigege. Lakini I know the secret. I know how to bite. I know how to destroy you, and I have destroyed you. Wewe mchawi ukitoka hapa, wewe kasugo, wewe mchawi. Wewe mchawi sema one time. Wewe mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, because I got the power. God has given me armor. Put all the armor that God gives you so that you will be able to stand up against the devil evil tricks. Verse number 12. You have to have God with you for you to win this battle. Ya wachawi unahitaji kuona shindano kama hii imeletwa hapa na ni mrefu na ilikuwa inataka nidugwe iingie kwangu hii. Nigetha manyo na demuku ate nigetha magoka kuga ate tena gatuko kwa Yesu nitaka jamani yako ni makomuti kona. Not very soon I have to get into 150 years. Mama yangu alikufa na 110. Hello. Baba yangu alikufa na 90. Shosho yangu alikufa na 165. Umenielewa? Ukani risasi alipigwa, he died prematurely. So we are not from shosho yangu mama, sister ya mama yangu wako hapa Idaga, hapa Gorifa. Yeah? Ako na 156. Yes. Nimete mudiri muturaga nikyo gitagwo ndura kindu gya gutura nageto Waruinge kindu kiingi. Yes. Bwana asifiwe sana. Verse number 12. For we are not fighting against human being. The spirit is not a human being, but against the wicked spirit forces in the heavenly world that rulers and authorities and the cosmic powers of this dark age. So you are not fighting against these people. You are fighting a spirit that is in these people. So this spirit inaweza kuacha uchawi ilikuwa na huyu jana na ulimuona akiwa nayo, wajue the spirit ijue inaruka kwa huyu. Sasa kuanza kupigana na huyu mama, kumbe hana kitu, ilishahama. Huyu anaendelea na job, ukipigana na nani? So you fight the spirit, the wicked spirit, and that is only you can be able to do if you have put the full armor of what God has given you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you conquer witchcraft.
Witchcraft is not conquered by how much you know. Ni kujua unaomba watu wapatiwe discerning spirit. Na uzuri kanisa hii, a group of people wameigiswa discerning spirit. They are able to discern. They are able to go. Anaweza kukwambia ile kiti. Hesabu ile 1 2 3 4 hiyo ya chini. Hebu ndakufungua, unakifungua, unakuta kuna kitu. Ako wako watu wamejazwa. Wewe ukingangana kumenya no ikirete hulio gihu na no ina ihu uya korole no likale mwele ya kaleta uya wiki tu uya imagine gaterere ni hapo so yo the discerning spirit the discerning spirit tondå nä merĩtwo atĩrĩrĩ nĩ kũrika arĩa twarĩ na pate mũciĩ rĩrĩa watigirwo thutha nĩ merirwo rĩu merwo atĩ we nĩ watigirwo no nyita imagine it was in the evening no nĩ mamenyire nĩ watigwo thutha no nyita ũyũ nĩ amenyire na ũrĩ wamũhũrĩire thimũ kũmũria rĩ ndokaga kanitha nĩ umire kanitha ni wamũhũrĩire thimũ kũmũria atĩ ng'ania nĩ atigirwo na nĩ orire kanitha ti wa kanitha no nĩ ndagũkinyĩra no tigago gwakwa koma na gĩtheri for we are not fighting against human being. Cokia ibuku nĩ tũtirĩkĩtie gũthoma tũtirĩkĩtie. Okay. For we are not fighting against human being, but what? Against the wicked spiritual forces. So whatever the kind of forces you are fighting, they are spiritual. They are not physical. You cannot win a battle of a spiritual thing if you fight it physically. You must get into the spiritual realm to be able to defeat what is of spirit. You must be able to have the discerning spirit to know what kind of a spirit is this one. So you must have a good connection with God to be able to have a discerning spirit, to be able to know who was left and who was not left. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwa hiyo ingine. How to overcome witchcraft powers. It is not through our strength or knowledge, but through the spirit. That is how we can be able to overcome the witchcraft, spirit of witchcraft powers. It is not through our strength or knowledge, but through the Holy Spirit. Number 2, you can only be able to recognize, if we can only be able to overcome witchcraft by being able to recognize witchcraft is real. The moment you recognize witchcraft is real, that is the only time you can be able to fight it. But if unasema mimi hata hiyo siitabuagi, mimi nimeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo, mimi nimekombolewa. Wewe ndio umekombolewa, because if you deny there is no witchcraft, you will not be able to fight witchcraft, because you will not be able to know whether it is real or not real. So you need an acceptance, kukubali ya kwamba witchcraft is there. Hivyo tunakubali hii shindano ni witchcraft. Wewe utaona shindano, hata kuna mtu anataka kueba aenda kashonea nguo, nitawapatia mwende mkashonea nguo, because wewe haujui na ujielewi. Ukikosa kujielewa spiritually, you cannot be able to understand kuna ni urogi wekuo dogi hata kumenya. Number 3, you have to know that you be able how to overcome if you want to overcome the witchcraft, you must use power and authority given to us through Christ. You use power and authority given to us through what? Through Christ. It is only that power that is given through Christ that can be able to conquer the spirit of witchcraft. So there is a system. You have to bring the blood of Jesus so that you can be able to conquer the spirit of witchcraft. And also, for you to be able to overcome this, you also need to have the spirit to be very prayerful and give sacrifices and build an altar of worship. You must have an altar of worship and become prayerful, and on top of it, be a sacrificer. Give sacrifices, because they don't get tired.
they also give sacrifices. They also move in the night. Even hiyo kutembea usiku is a sacrifice. Hiyo kufanya mavitu usiku is a sacrifice. So you need to build an altar of worship. You become a worshipper of God. When Jehoshaphat was told that wanakuja kuvamiwa, alienda akabuild the altar of worship. You must have that altar of worship so that you can be able, and in that altar know how to sacrifice so that you can win this witchcraft ya kwenu nyumbani, witchcraft ya kule ulijipeleka, witchcraft ya mdomo yako, witchcraft ya kila kitu. And number 5, you must be able to have the discernment and wisdom of divine strategies. You must have discernment and wisdom of divine strategies. You must be you have to have a divine strategy on how to approach these things. You just don't approach witchcraft. You just don't just go, ukikuta vitu zimeekwa, unaanza kuzitoa. You need to have divine understanding. You need to have divine. Unachoganike mami, na de hakuwe nawe. Eh? Niwasho goto hanini, niwoyo guhanini. Niwarota. Bwana Yesu asifiwe sana. That divine strategy on how to deal with the demonic forces, that divine, to know how to deal with the witchcraft, you have to have a divine strategy. God has to divine it to you who understand, and this can only come through a discernment. You must have a discernment spirit to be able to have a divine strategy, because a discernment is being able to see, being able to know, being able to understand, and from that being able how to deal with it, because it must come divinely how to deal with that witchcraft. Maana venye tulidili na witchcraft ya jana, sivyo tutadili na witchcraft ya sasa. Tuta change tactic, tunabadilisha, tunatumia kitu kingine kushughulikia hiyo witchcraft. Lastly but not least, create a strong spiritual foundation through meditation. Meditating on the word of God. Always create a strong foundation through you build a relationship with God, so that God can always give you the power to know when they are attacking you, give you the power to understand when things are not working. Praise be the name of God. I hope you are a blessed people, and I hope from today the Spirit of God will lead you to what you are supposed to be. And I know from today any spiritual attack ya witchcraft kwako imeisha. Hallelujah. Imeisha. As you are talking today, anything that was barring you from getting a business, from being in the ministry, from having money, from being employed, from your certificate being not approved, today it has come to an end. Any objection towards what God talk about you, any objection ya kuzuia kazi yako, any objection ya kupigana na familia yako, any objection ya kushindana na kazi yako, any objection ya kushindana na familia yako, kutoka leo the objection has been cancelled in the mighty name of Jesus Christ. Because unajua tulikuwa tuna reveal the works of the devil. Once the works of the devil are revealed, they became weak. Kama ulikuwa nasumbuliwa kwako na mzee na mama na mtoto na watu kwako, hiyo uchawi yote imeondoka. It will never occur in you. Kama wewe hujapata kazi na unatafuta kazi, enda kwanza kesho, go look for the job. Masande utatuletea report. And from today tunaanzisha safari ya maombi ya siku 7 ya kugongana na hawa wachawi. Hallelujah. Watu wangapi wako kwa hiyo safari? Unataka tuingie? Si muinue mikono kwa sababu nimesema, uinue mikono kwa sababu Mungu amekusugumusia. Inua mikono. Ule anataka tuingie kwa hiyo safari ya kupigana na wachawi. Simameni juu. Simameni juu. Nataka kuwa consecrate, because it is not easy. Witchcraft, kukugana na witchcraft is not a matter on work. See matter that you just come and join in the pool. Yes, kujeni hapa. Aporo nipatie mafuta pale. Aya no ginya ndimamuranie, ndimeherie moko-inĩ ma ukaiha igũrũ. Kujeni hapa. Pigeni magoti hapa. Pada kwa hiyo stair hiyo. Kwa hapo tulia mahali hapo. Yes. Siku 7 za kumaliza ugaga. Wewe mganga unaenda wapi? Nani amekuita hapa? Tulia baba. Najua huyu jamaa alikuanga mganga.
ameroga watu. Alikuwa amekuja kuturoga. Tukamkamata. Huyu ni atwekile kwa confused. Ndavenya kainako. Yes. Na ujue ukikuja hapa, umekuja, you are serious, you know what you are doing. Kama wewe ni mtu wa moshene, inamalizikia hapa. Muache hiyo moshene hapa. Kama wewe ni mtu wa fitina, muache fitina. Worshipers wako wapi? Watu. Mekwenda Karwebo. Tutafute worship team ya worship team. Itakuwa ikiibia watu wa worship team, unawaambia amkeni, munahitajika, mwajie koina. Jitetee kwa Mungu. Repent every sin ambao unajua umefanya. Repent every sin ambao unajua umefanya. Wengine ikishoka iguoine, leta kikopi ya pesa hapa. Ndio nataka kuona ile pesa unatoa. This is hapa si class, hii ni church. Hapa si church, hii ni class ama teacher. Teacher Bosco. Simameni mulete. My girlfriend. Okay. Kile girlfriend yako. Wekeni hapa tu. Si kujaribu, ni kufinya keyboard yanza kazi. Simame. Musimame. Moheshuka. Nani dauga? Yes. Na uyokoka ukawa na agua. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. Fungua moyo wako, mwambie Mungu nakuhitaji siku hii. Nahitaji mkono wako. Nahitaji kubarikiwa na wewe. Nahitaji siku hii unisikie. Usinipite Yesu wangu, Yesu. Unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu wangu, Yesu. Unisikie unapozuru wengine. Usinipite. Kiti chako cha wema nakitazamia, magoti napiga mbele zako Baba. Unisikie Bwana. Inua mikono yako juu. Kiti chako wema nakitazamia, nahitaji mkono wako. Nahitaji kubarikiwa na wewe. Nahitaji naomba. Nahitaji mkono wako. unapozuru wengine. Usinipite Yesu, Yesu. Unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu, Yesu. Unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu, Yesu. Unisikie unapozuru wengine.
usinipite Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, ninaomba nisikie leo, usinipite Bwana, unisikie leo, Baba, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana na Yesu, ukisema ndio hakuna wakupinga, hakuna wakufanana na Bwana, wewe ni Bwana Yesu, wewe ni Baba, hakuna kama wewe, Baba pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana, hakuna kama wewe, Baba tunakuinua Yesu, tunakuinua leo, hakuna mwingine, Baba pokea sifa Bwana, pokea sifa
nifike kwako, uliobondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, nifike kwako, uliobondeka utadharau. Ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, maombi yangu, nifike kwako, ni kiu yangu Baba, haja yangu, nifanane selected a team. Just as Gideon, you told him to go and take people to drink water. There are some that who drank water using their hands, and the others drank water like cows. You selected those that drank water using their hands because it was a special mission that you were sending them. Today you have chosen these people. They are at the altar. I'm raising this altar to defend them. Whatever they will do, chochote ambacho watakifanya, mahali popote watakuwa, madhabahu yoyote ya kiuchawi yakiwaona itapasambaratika. Baba, asante, maana hawa na watia nguvu kama vile Musa aligawia wale watu ambao ulimteulia na ukawaambia hawa waende safari na wewe, na nguvu za Musa zikatoka kwake zikaenda kwa hawa watu. Hivyo ndivyo Baba nakuomba, hawa watu mgao ule umenigawia pia na hao ukawagawie, wanapoingia kwenye vita hivi, wanapoingia kwenye maelekezi hayo, ukawaongoze, wajaze na roho wako, wakashinde vita. Tukirudi hapa siku ya Jumapili, tutakuwa na kitu cha kusema ya kwamba ulitenda maajabu, na nguvu za watu wachawi, warogi wote na Illuminati watasambaratika. Mipango yao itaanguka, nia zao zitaanguka, minara yao itaanguka, viredio vyao vitaanguka, ndimi zao zitaanguka, hata vitivi vyao vitaanguka, miguu yao itakosa nguvu, pembe zao zitakosa nguvu, vinywa vyao havitaweza kusema, mikono yao haitafanya kazi, hata ndimi zao hazitaweza kuongea, miguu yao tumeikwamisha, hata mipango aina yote ile tumekwamisha. Ninakuomba watoto hawa wameingia kwenye vita kama vile ulivyomtumia Daudi akaingia kwenye vita na Wafilisti. Watakapokuwa wakirudi wasikute mali yao imeibiwa. Watakapokuwa wakirudi wasikutane na revenge aina yoyote ile. Watakapokuwa kwenye vita wasipate kushindwa, wasishawishike wala kuwekwa kwenye mitego ya kishetani. Katikati yao kusiingie mtu hata mmoja ambaye hakuteuliwa na wewe, bali yakuwe ni watu wote ambao wako hapa ni wale umewateua. Maana ushindi utakuwa ni wako, ushindi ni wao utakuwa umewaelekezea. Utawakava kwa damu Yesu Kristo, na kila kitu kwao kitaenda kulingana na mipango yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.
Tusimame tu kwa mikono yetu, miguu yetu sio mikono. Sorry sana, nimesema nipatie hiyo kitu. Mami, give me that. Yes. Yeah. Shikaneni mikono because now you are one. Shikaneni mikono. Thank you, Jehovah Redeemer. Panda hapa juu. Yes. May the Spirit of God, Roho wa Bwana ashuke juu yenu. Kwa jambo lolote mtakalolifanya, neema ya Mungu iwatoshe. Mahali popote mtakuwa, kwenye kazi zenu, kwenye mipango aina yote ile, kwenye usafiri wenu, kila jambo mtakuwa mkilifanya wala kuliwaza, neno hilo liwe linatoka mbinguni. Usikutane na yule mwanamke aliyekutana na Paulo na Sila, ambaye alitaka kupigana na Paulo na Sila, ambaye alifanya Paulo na Sila wakafungiwa korokoro. Msikutane na huyo mwanamke, na akikuja mumshinde. Msikutane na pepo ya yule mtu ambaye alifanya marekebu ya Yesu ikatingika, maana atakuwa ungambo ile nyingine, na mtakapokutana na yeye, mapepo yaliyo ndani yake yakaondoke. Msikutane na vizuizi vya aina yoyote ile. Msikutane na Wafilisti, msikutane na Wamereku wala wa Miunani. Msikutane na maadui wa watu wa Mungu, na mtakapokutana na wao muwashinde. Mtakapokutana na wao muwalemaze na washindwe, wakose kuwaona usiku na mchana. Roho wa Bwana awatawale. Jawa na neema ya Roho wa Bwana. Utukufu wa Bwana uwaangazie. Nyota za mbinguni ziwaangazie. Jua liwaangazie. Mwezi ukawaangazie. Kila jambo lolote, mahali popote mtakuwa, mupate vibali vya kila aina, kwenye kazini zenu na kwenye familia, kwenye watoto wenu, kwenye mabwana ama wake wenu, mupate kibali. Kwenye kanisa mupate kibali. Kwenye watu tabaka mbalimbali mupate kibali. Milango yenu na ifunguke. Chochote mtakacho kinena kuzungumzia kuanguka kwake kikaanguke. Chochote mtakacho inua kikainuke. Jambo lolote mtakalo linena kinyume likawe la kinyume. Jambo lolote mtakalo nena kuambatana na sheria za Mungu lifanyike. Na Mungu na malaika wa Mungu wote wawalinde, wawaongoze na wafanikishe. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Sasa mkiwa katika hiyo hali, kama uko na sacrifice, wekelee hapa. Kama huna, uende uchukue ukuje wekelee hapa. Kwa sababu sasa umeingia kwenye vita, lazima ujitolee dhabihu. Hakuna mwingine tena, Baba wetu wa mbinguni. Hakuna mwingine tena, hakuna mwingine
mwingine tena kama Baba uliye mbinguni. Wewe ndio Jehova Nisi, Jehova Shalom, Jehova Jire. Wewe ndio Jehova Rafa. Tumekuita siku hii. Katika maongozo yako tunakuhitaji. Kama vile ulivyomwagiza Yeremia eti ya kwamba umempa mamlaka juu ya falme na mataifa, akabomoe, akasambaratishe, akaangushe na akateketeze, kisha ajenge madhabahu mapya. Hao kikundi ambacho umekitenga ninakiunganisha na kikundi cha mbinguni, kikaweze kuinuka dhidi ya mambo yoyote yale yameinuliwa na wachawi katika huduma hii, katika maisha yao, maisha ya watoto hawa, na katika taifa letu, na katika kule wanafanya kazi ama wanafanya biashara. Mapepo yote yakasambaratike. Ninawaweka moto, wakawake moto mahali popote wanaenda. Moto ukawake ndani yao, ukaangushe, kuteketeza, kusambaratisha jambo lolote shetani ameliinua sasa na hata milele. Wape nguvu, wape uwezo, wape mamlaka, in Jesus mighty name. Amen. 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 And now may the grace Of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. again. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. May God bless you as we Bethel meet Clouds on TV, Tuesday, lunch. empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering